Tunakutana na hao wapenzi wa kiume anaitwa Joe na huyu bidada anaitwa Naja. Naja ni mtoto wa tajiri mkubwa sana hapo nchini, lakini Joe yeye ni maskini. Yaani ni mtoto wa mtaani tu ambaye anajitafuta kupitia kipaji chake cha muziki. Lakini bidada hakuangalia kwamba mwamba hana pesa, yeye alichojali ni mapenzi tu ya kweli. Hapa kaja kumpa taarifa mwamba kwamba anataka kuolewa na baba yake ndiye anamlazimisha kuolewa. Na tena anamlazimisha kuolewa na mtoto mfalme, yani wa nchi hiyo ya Ghana. Kwa sababu baba yake Naja anajua akiolewa mwanae na mtoto wa mfalme basi atapata connection ya cheo kikubwa sana nchini. Bwana, mimi naitwa Kingson na hii ni Kingson Jiala Official. Kama huja subscribe ni wakati wako wa kufanya hivyo, kwa sababu movie hii ina sehemu ya 4, yani iko sehemu ya kwanza hadi sehemu ya 4, na mimi nitakuhakikisha ni kwamba nitakuletea episode zote 4. Kwa hiyo ni wewe kusubscribe ukihakikisha kwamba unawasha alama ya kengele hapo, ili itakapotoka sehemu ya 2, sehemu ya 3 mpaka sehemu ya mwisho ya 4 basi tuwe pamoja. Kwa kama hujafanya hivyo hakikisha una subscribe. Joe anamwambia Naja kuwa naona kabisa maji yanaenda kuzima kiu ambayo walikuwa nayo kwa muda mrefu. Naja anamwambia Joe kuwa hawezi kukubali hata hilo litokee kwa sababu anampenda sana Joe. Bidada Naja hakuwahi hata kushiriki mapenzi na mtu yeyote, yani bidada alikuwa ni bikra. Hivyo baada ya mzazi wake kumtaka kuolewa na mtu asiyempenda, hakutaka kabisa bikra yake ampatie huyo mwanaume asiyempenda. Akamwambia Joe, niko tayari kwa mapenzi ambayo unanionyesha, na kwa jinsi ninavyokupenda niko tayari ule tunda nilolitunza kwa muda mrefu. Niko tayari uwe mwanaume wangu wa kwanza kwa muda mrefu ambapo nilijitunza. Mwamba akasimama, hakuamini kabisa, na moja kwa moja akamfuata bibie taratibu. Bidada akamwachia Joe na kumvulia nguo zake, na taratibu wakawa wamemaliza. Leo Naja yuko na baba yake. Mzee anasema, nataka machozi yako hayo yao ya mwisho, nataka kuona machozi ya furaha. Naja akasema, baba, ina maana hizi ndio ndoto za furaha ulizoniahidi kwamba nitazipata enzi za utoto wangu? Furaha mzee. Mzee akasema, nachotaka mimi ni uniheshimishe kwa kuolewa na mwanae. Kumbuka yeye ndiye alifanya mimi kuwa hapa, yeye ndiye alifanya mimi kuwa mkubwa kwenye nchi hii. Naja akasema, lakini mimi simpendi, nitaolewaje na mtu ambaye simpendi? Mimi nina mtu wangu na mzee unamfahamu eti. Mzee akasema, yule kijana wako muhuni, mshenzi, kijana wako wa mtaani yule, kijana ambaye hana hata ndoto. Mbona unataka kuniaibisha? Sasa ustake utaolewa naye. Naja ikabidi aondoke tu kwa hasira. Siku na muda ukafika, wageni kutoka kwenye falme ya Ghana wakaingia. Magari ya kifahari ndani yakaingia. Mfalme na mtoto wa mfalme mbalimbali waliomsindikiza wakaingia katika mjengo wa kina Naja 7. Basi bana, binti akawa anaingia, kila mtu akawa anamtazama, anaingia akiwa amependeza mpaka mbele. Baba yake Naja akasema, mfalme wangu, huyu ndiye binti yangu, mtawala pekee wa nyumba hii. Mfalme akasimama. Naja akafunuliwa bana. Mfalme akasema, wow, kweli mwanangu umepata peace. Mfalme akamwambia, Prince, unaweza kutuambia machozi ya mkeo mtarajiwa yanamaanisha nini? Prince akasema, kwa heshima ya wote waliokuepo hapa, machozi ya malkia wangu yanaonyesha furaha, lakini maumivu ndani yake yaliyojificha. Hivyo kwa heshima ningependa nijibu swali hili mbele yenu. Naja, uko tayari kuolewa na mimi kuwa mke wangu wa 3? Bidada akakaa kimya kwa mara ya kwanza. Prince akarudia tena, Naja 7, uko tayari kuolewa na mimi? Lakini bado bidada alikuwa kimya. Baba akaona huyu mpuuzi, kwani ulimi ufanye kazi au mbona anataka kuniaibisha? Prince akarudia tena kwa mara ya 3. Akasema tena kwa mara ya 3 na mara ya mwisho, Naja 7, uko tayari kuwa mke wangu wa 3? Bidada akasema, mtukufu wangu, ningependa kujibu swali lako, lakini ninaomba kuongea na baba yangu Chemba. Prince akamruhusu. Mzee akamchukua binti yake hadi ndani. Akamwambia, hivi wewe ni mzima kweli? Unataka kuniaibisha mbele ya viongozi wa nchi? Naja anasema, mimi moyo wangu hauko tayari kuolewa na huyo. Mzee akasema, utashuka chini na kuolewa na Prince, hicho ndicho nataka kusikia. Naja akasema, baba, hapana. Mzee akasema, nini? Bidada akasema, tayari nina mimba ya Joe. Mzee akasema, yani wewe ni mwanangu kweli? Naja akasema, sio kwamba naogopa vitisho vyako, ila nitafanya kwa sababu nakupenda. Nitafanya unavyotaka, lakini kwa sharti moja tu, kuwa siwezi kuitoa hii mimba. Nitaolewa nikiwa na hii mimba.
Mzee akasema hiyo hamna shida, yani baba anachotaka ni madaraka tu, ndio maana anamuuza mwanae kwenye ufalme. Mzee akasema wewe nenda tu ukamjibu Prince kuwa umekubali kuolewa na yeye, hayo yote yatafanyika tu. Sasa ile Naja anatoka akakutana na Prince mlangoni. Prince akamuuliza Naja, unanipenda? Naja akiwa yuko kwenye ukimya. Prince akarudia tena, Naja naongea na wewe, unanipenda? Bado Naja akawa yuko kimya. Akarudia tena akasema, hebu niangalie usoni, alafu nijibu swali langu. Ni kwamba Naja, unanipenda? Naja akasema, yani hata kama nikiambiwa nikutazame mara 1000, jibu langu litakuwa moja tu, kwamba sikupendi na sitoweza kukupenda kamwe. Mwamba akasema, sasa kwa nini unataka kuolewa na mimi wakati unajua hunipendi? Binti akasema, sio mimi, ni baba yangu. Prince akasema, basi nakwenda kuahirisha ndoa, yani nakwenda kufuta kabisa uchumba. Binti akasema, usifanye hivyo, usifanye hivyo kabisa, tunaweza kuwaumiza wazazi wetu, fanya tu kwa ajili yangu. Ilikuwa inasikitisha sana ile. Basi bwana wakakubaliana, mwishoni wakarudi. Ujue mapenzi hayalazimishwi. Mapenzi unaweza kuyanunua kwa hela unazotaka, lakini hisia ndio zinaamua. Mambo ya kuchaguliana mume sijui mke yalishapitaga bana. Acha mtu apende anachokitaka, mwache mtu apende anachopendezwa nacho, na wewe penda sehemu ambayo unaona kabisa ndio kuna amani ya moyo wako. Usikubali kuchaguliwa eti kwa sababu ya pesa, japokuwa kwa sasa watoto 2000 wanakuambia bila iPhone 17 au funguo ya gari basi huwezi kumuoa. Basi bwana bidada alikubali kuvalishwa pete ya uchumba na Prince, wakapewa baraka pale na mfalme, ikawa ndio mwanzo wao wa kuanza furaha. Baadaye Naja akamfuata Joe kwake. Joe akashangaa kumuona bidada yuko pale. Naja akasema, kwenye nyumba hii nakumbuka siku ambayo ulinivisha pete ya uchumba. Joe akasema, tayari haina maana kwa sababu tayari kidoleni una pete nyingine ya uchumba. Kwa hiyo wewe tayari ni mali ya mtu mwingine, mimi sina tena changu. Naja akasema, siku zote watu wenye mapenzi ya kweli hawawezi kuachana kamwe. Kisha akachukua pete ya Joe akampatia mshikaji, lakini mshikaji akasema, mimi sina pa kuiweka, kama wewe umekosa itupe tu. Bidada kwa uchungu ikabidi airudishe tu kwenye mkoba. Kisha akamwambia Joe, wewe ni mwanamume wangu wa kwanza ambaye katika maisha yangu siwezi kukusahau kamwe, yani wewe ni kama pumzi yangu. Kisha bidada akasepa. Mapenzi, 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 mapenzi. Binti alirudi nyumbani na kumtazama mshua akiwa katuna tujua anajipongeza na mvinyo. Alimpiga jicho, akamtazama sana mzee. Mzee sasa unadhani anajali? Ujue watu ambao hawajui mapenzi ni nini, wakikutana na hali kama hii kwa mtu wao, wanaona tu ni upuuzi tu, ila kuna watu wanaumizwa na mapenzi. Ujue kuna watu wanajinyonga kwa sababu ya haya mapenzi ambayo wewe unayaona kama vile tamba la bovu. Ujue Naja alishindwa kumwambia Joe kuwa ana mimba kwa sababu ya uchungu. Hivyo mzee alimwambia Naja ampigie, amwambie mshikaji kwamba ana mimba yake, yani hakuna haja kumficha, na kama yeye hataki basi mzee atamfuata mwenyewe na kumwambia. Binti ikabidi tu ampigie Joe amwambie kuwa ana mimba yake. Ilikuwa kubwa sana hiyo kwa Joe. Wakati Joe anatafakari, mzee naye akaingia. Mzee akasema, nimejaribu kumficha binti yangu kwa muda mrefu sana, nimejaribu kumlinda binti yangu, ila wewe nakupa hongera, wewe muindaji au mese, nakupa hongera, umeupiga mwingi, umeweza kumpata binti yangu, ila na kuonya kuanzia sasa kama mbali kabisa na binti yangu. Mwamba akasema, binti yako hana kosa, hukutakiwa kabisa kumuumiza hivyo. Mzee, mapenzi ni matakatifu sana, hatakiwi kupewa mtu mwingine. Hivi unafikiri unaweza kututenganisha? Wewe nirudishie tu furaha yangu. Na kuonya, ukipingana na mimi nitakufunga. Kaa mbali kabisa na binti yangu, nitakufanya kitu ambacho hata sheria haitaweza kukutetea. Joe akacheka kisha akasema, yani mzee bana, unaongea kwa vitisho kama vile hujui sheria.
yani fanya unachotaka, lakini tayari binti yako ana mtoto wangu. Mzee akasema hiyo haijalishi. Jo akasema kwani mzee unanitakia nini? Kwa sababu mimi ni maskini au unataka nini kwangu? Unataka nini kwenye maisha yangu mzee? Mzee akaona nisije nikaibika mtu mzima, bora nisepe zangu tu. Mzee akaondoka akamwacha Jo akiwa na hasira. Jo amejaa kwa uchungu, yani anaona kama vile anaonewa, yani kwa sababu yeye hana hela au kisa kapuko maskini, hana chochote. Kwa ina maana sisi maskini tunadharaulika kwenye mapenzi namna hii. Sasa tunakutana na hawa wasela wawili. Hawa ni wanachuo bwana. Huyu bonge huwa anapenda sana mademo, ila sasa shida ni kwamba hana hela. Watoto wakali wanataka mapesa. Anamwambia mwenzie, unaona zile pisi pale? Hasa yule wa kulia, yani namuona kabisa ndio mwanamke wa ndoto zangu. Tena nikimnusa tu kabisa nasikia tu harufu yake naisikia hadi hapa. Rafiki yake akasema hebu acha kujipanga mzee. Unataka kunipanga mimi wakati nakujua? Yani kabisa pisi zile za kishua eti ije iwe ndoto yako. Mtu mwenyewe pangupakavwe. Bonge akasema yani wewe sio mwana kabisa. Badala ya kunisapoti mwanao unanikazia, unanikatisha kabisa na tamaa. Sikia, ili nikuonyeshe mimi naenda kuchukua namba kwa wale mademu. Wewe baki tu hapo kiangalia. Mlakozege nini utakufa nao kwenye bukta, shauri yako. Biga akajitoa muanga bwana, akazifuata pisi. Bana mambo walembo. Pisi zikamjibu tu, tukusaidie nini wewe wa kusoma? Jamaa akasema mimi mtoto wa shule tena, ila sio mbaya, mwanzo mgumu. Biga akasema unajua nini? Nimekuona tu kwa mbali nini, macho yangu yakaniambia wewe ndio bavu wangu niliokuwa nimeupoteza yani kwa muda mrefu, yani unipe tu hata nafasi tu nini, tutoke tu tukapate zetu nini vinywaji baridi nini, moja moto moja baridi, nimekuelewa yani. Binti akasema mimi huwa sinywi na wageni, yani sinywi na watu ambao siwajui. Biga akasema kumbe sijajitambulisha nini, uzuri wako umenidatisha, nimedata nini. Sema nini, marafiki zangu wananiita Roger, ila naitwa mfalme wa Gen Z, wote wa bongo, yani wote wananisikiliza, maduka yote ya Baresa na nini, mimi ndio mwanae wa nje ya ndoa. So kama vipi nini, nipetie namba yako basi ili niweze kuwasiliana. Bisi ya pili kasema yani tunakaa hapa tunatongozwa na vitoto vya shule. Bidada akasema huyu atakuwa ana njaa, hebu mpe hata hela akale mandazi. Pigi alichambwa hadi akawa anaona nyota tukisha walembo akaondoka. Ila wakaona wampe kwanza neno la mwisho. Akamwambia wewe mpuzi, jana tu leo unaanza kuvizia wanawake. Pigi akasema mnapoteza bahati man. Ikabidi tu arudi kwa mshikaji na kumwambia Mwamba akawa anacheka tu. Siku ya pili bwana, bonge akatinga na gari hadi kwa rafiki yake. Rafiki yake alikuwa zake anajisomea nini, akashangaa kuona bonge yupo kwenye ndinga. Yani bonge moja la suti. Yani bonge yuko ndani ya bonge la suti. Sasa hapo alipo kuanzia suti mpaka gari kaazima. Anamwambia mshikaji wake, nataka nikawaonyeshe wale mabinti mimi sio wa mchezo. Utakuwa dereva wangu man au vipi? Kweli bwana, wakatinga hadi kwa mabinti. Binti akatoka, alivyoona tu ndinga akasema wewe tena. Biga akasema ujue nimesikia siku yako ya kuzaliwa, hivyo nimekuja kukutoa out. Binti akasema hii ni gari lako au? Biga akasema usiseme gari, sema magari. Hii ni moja ya gari langu, niko nayo mengi yani. Binti akasema buzi la kuchunwa si ndio hili tumepata? Akasema baby nakuja. Alivyorudi bwana kwenye gari, bidada akamwambia baby yake, sasa na shida ya 300 nichukue nguo, si unajua tena leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Rafiki yake Bigi akamwangalia Bigi akakumwambia kwamba bro usitoe hela. Bigi anaelewa sasa. Akatoa hela bwana. Mtu mwenyewe alikopa kama 400 hivi. Sasa binti anataka 300. Atatoboa kweli? Binti wakachukua hela wakaenda zao kununua makolokolo kibao. Baadaye wakarudi tena. Baby, kuna nguo nzuri nimeona, fuele imeniishia. Hebu naomba nipatie nikaichukue. Bigi akauliza shilingi ngapi? Kama 50,000 tu baby. Bigi awamu hii akazihesabia hela kwenye mfuko. Rafiki yake akasema wewe toa tu, shauri yako, utaenda kuosha vyombo. Akafika bwana hotelini. Mabinti wakaagiza chips nini, kuku.
na wine pembeni. Washikaji wao na kunywa zao maji tu. Dada Digi kabidi aende akaulizie bili mapema. Akaambiwa hapo boss, hapo $160 hivi. Digi akaona hapa vyombo vinanihusu. Akamwambia mhudumu, sasa mimi ni mfanyabiashara, sasa makontena yangu yamekwama na mizigo, alafu nilikuwa nategemea zikija tu ili nipate hela ili niwe niko fresh. Sasa naomba nikuachie hizi simu zangu, mimi nikija na hiyo hela tu mimi nitaklia kila kitu. Mhudumu akaangalia zile simu kwanza zinalipa, akaona basi fresh boss, hamna shida. Baadaye warembo wakasema, sasa tunashukuru kwa mshosi, acha tu sisi tuende zetu. Bigi akasema, jamani, mbona mapema nini, mimi nataka tu niendelee kukuona, unajua tena nakupenda, afu napenda sura yako, lips zako, na ningependa hata nipatie angalau kabusu tu kidogo. Binti akasema, yani mimi ni kisi na mtoto, tena usikute hata mswaki hujapiga. Wakacheka, ilikuwa aibu sana. Wakamwambia, unatuigizia, yani hata ongea yako tu unaigiza, wewe sio Marekani wala nini. Yule kopa mwenye gari sisi tunamjua, waga anakuja kutuchukua pale hosteli sana tu. Kwa hiyo yani unajisumbua, alafu kaa mbali kabisa na sisi. Kisha wakatupiwa chakula chao wazee. Bibi yao wakajisepa, wakajichenga. Rafiki yake akasema, bora maana hata sijala kuku tangu mwaka mpya. Bigi akabaki tu anasema, yani wamekula pesa zangu alafu wamekwenda hivi hivi hata busu. Sasa hao ni marafiki zake na Joe. Bigi hajakoma bwana, akamfuata Joe akiwa Joe ziko zake na mawazo na nini. Bigi kafika pale, anaanza kumwambia Joe amwazime pesa. Joe anamwambia, we asiyekujua nani, kazi yako ni kuonga tu mademu, mimi sina hela mzee. Punde kidogo akaingia mshikaji wao, akamwambia, sikia, kuna dili moja kali sana, dili la moto, yani kuna mzungu huyo ametua hapa Bongo, alafu yuko na hela kibao, kama vipi kesho tupite na hili dili. Joe akamwambia, nyie wazee hivi mnataka kufa mnaijua jela nyie? Mna akili kweli? Mnataka kwenda kuiba alafu nini kitokee? Bigi akasema, acha uoga wewe, mtoto wa mama, mtoto wa kiume, una toto mkali wa kishua alafu unalala na njaa. Sikia, hapa hilo dili tunapiga, yani tunapita nalo, kama vipi wewe uwezi, achana nalo, sisi tutasepa nao. Sasa Joe yuko na mama yake ambaye ni mgonjwa, kwa hiyo matibabu na nini anamtegemea, kwa akaona bora tu ajiunge. Bigi akasema, yani hapa sasa inabidi tutafute silaha bandia tuingie nayo pale, tukifika yani hakuna kulemba, ni kuchukua mzigo na kusepa. Poa bwana. Wakafika hadi hoteli bwana. Likofika mzungu, wanaongoza kikosi. Mzungu anapata vitu vyake, wakaingia, lala chini, lete begi. Wakafanikiwa bwana. Kama utani, sasa ile wanatoka tu nje, wanakutana na polisi, sijui nani aliwachoma. Wao wana bunduki feki, polisi wana bunduki za ukweli. Kudadadeki. Ile kukimbia tu bonge na mwenzie wakapigwa risasi. Kwa bahati nzuri Joe alinyosha mikono juu kuamba kujisalimisha, ikawa salama yake. Wakamkamata bwana Joe. Mshikaji kaenda jela hivi kwa kosa ambalo hata hakulitegemea. Baada ya Joe kukamatwa, mzee akaja na gazeti bwana mpaka kwa Naja. Akamwambia, yani ulitaka kuitia familia yetu aibu kwa kuingia kwenye mapenzi na kijana jambazi kibaka mpuuzi yule. Naja akawa anashangaa tu amuelewi mzee. Mzee akamtupia gazeti binti, kisha akamwambia, hebu angalia hiyo. Naja ile kuangalia gazeti, anaona amechapishwa Joe kwamba jambazi sugu limekamatwa kwa wizi. Rafiki yake Naja ikabidi aje na gazeti mpaka kwa mzee kuhakiki yani. Huku Naja akiwa juu ya gorofa anatazama. Mzee anasema, huyo mpuuzi ameletwa kwenye mahakama yangu, kisha nitahakikisha kwamba anapata hukumu anayostahili. Unakumbuka baba yake Naja ni jaji, tena jaji mkuu wa serikali. Kwa hiyo Naja kusikia hivyo akaona Joe alivyo hapendi na baba yake, anaenda kuozea jera. Ikabidi aende mpaka sera kuhakikisha kwamba kweli ni Joe kweli huyu au ni Joe yupi. Akamkuta bwana Joe katulia zake pale. Bidada akawa anamuuliza, Joe, hebu niambie ukweli, niambie hiki ninachokisikia ni kweli? Ni kweli umekamatwa kwa tuhuma za ujambazi Joe? Joe akawa yuko kimya. Hivyo nafikiri hata ungekuwa wewe umekamatwa na ushahidi kabisa hapo mezani,
Unawezaje kujitetea? Unawezaje kumwaminisha mtu kwamba wewe hujafanya hicho kitu? Ndio kwanza hata kama hujaiba au sio, wewe utalazimishwa tu ukiri tu kwamba ni wewe ndio umefanya hicho kitu. Nadia akawa anarudia anamwambia Jo, niambie ndo wewe, ni wewe, mbona usiamini kinachokisikia? Jo akawa bado yuko kimya. Nadia alimchapa kofi. Jo akasema, nashindwa kukupa jibu zuri. Sielewi nikwambie nini, lakini nafurahi kwa kunipiga kofi. Na natamani hata ungenipiga zaidi na zaidi, kwa sababu kila mtu ananiona mimi kama mkosaji, kila mtu ananihukumu tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniamini. Bidada akamuuliza, kwa hiyo kweli unahusika na hili jambo? Mwambe kabidi akubali tu, akasema ndio. Bidada akamuuliza, kwa hiyo unahusika kwenye ujambazi? Jo, kwa ulifanya maisha yangu kuwa mazuri kwa sababu ya wizi? Jo akamwambia, unajua nilifungwa jela tangu ulipojitenga na mimi. Siwezi kufanya chochote kumfurahisha tajiri, unajua, kwa sababu mimi ni maskini, japo nimejaribu kwa uwezo wangu wote. Niambie, kwani bado unanipenda? Nadia akasema ndio, ninakupenda Jo, na nina ndoto na wewe. Jo akasema, ondoa kabisa hizo ndoto, kwa sababu ninaenda kuhukumiwa. Binti akasema, hilo sitakubali litokee hata kidogo Jo. Babangu ni jaji, nitahakikisha nitapambana kadri ya uwezo wangu, utatoka tu. Jo akasema, unadhani baba yako alivyokuwa anipendi mimi ataweza kunitoa? Wakati ataitumia hiyo fursa kunihukumu, ataitumia hiyo fursa kulipiza yale yote ambayo alikuwa anatamani kunifanyia. Waliongea sana hapo. Binti baadaye akamfuata baba yake akamwambia, yule sio mwizi baba, naomba wafanye kila njia aweze kutoka. Baba yake akasema, we, yule ni mwizi kama wezi wengine na sheria lazima ifuate mkondo wake. Nadia akasema, baba, huwezi kufanya hivyo. Mzee akasema, unajua naweza, na siwezi kabisa kumruhusu atoke yule. Nadia akasema, baba, nakupenda, nisamehe hata kama nilikuuzi hapo mwanzo, lakini ninaomba sana, kama unanipenda binti yako, naomba muachie Jo. Kama unapenda furaha ya binti yako, naomba muachie Jo huru. Kisha Nadia akaondoka. Mzee akabaki anatafakari tu, anajiuliza. Ujue hata kama ni mwanamke yote yule mwenye uchungu na mume wake au mpenzi wake, hawezi kukubali hata siku moja akafungwa. Lazima tu ataonyesha juhudi za kila namna kuhakikisha kwamba anamtetea mpenzi wake, kwa sababu najua yuko na mimba. Hivyo nafikiri mtoto anazaliwa anauliza baba yuko wapi, na unajua kabisa baba yake yupo na hajafa. Unaanzaje kumwambia kwamba baba yako ni jambazi, alikamatwa, yuko jela mpaka sasa hivi? Unaanzaje kumwambia hivyo mtoto? Huko nje akiulizwa baba yako yuko wapi, anawezaje kusema kwa wenzie kwamba babangu ni jambazi? Hicho kitu ambacho kinamuuma, yani ndicho kitu ambacho kinamuumiza sana Nadia. Sasa leo Nadia ametulia na mawazo yake, anamuwaza Jo. Kwenye taarifa habari ikasikika kwamba kesi ya Jo imefutwa kwa sababu amegundulika kwamba hana hatia. Aisee, hiyo kwa Nadia ilikuwa furaha sana, alifurahi sana kusikia hivyo. Na mwandishi anasema kwamba aliyefanya kesi hiyo kufutwa ni Justin Saba, yani babake Nadia, ndiye aliyefanikisha mpaka Jo kuhakikisha kwamba hana hatia. Kwa hiyo bwana Jo yupo huru mzee. Nadia ikabidi atoke chapu mpaka kwa mshikaji. Mshikaji naye yuko anafika, anakuta vyombo viko nje mzee. Yani mwenye nyumba kamtolea kila kitu chake nje. Mshikaji kabidi amfuate baba mwenye nyumba amuulize, inakuaje, mbona kodi yangu bado inaruhusu eti napumua, inakuaje vitu vyangu viko nje? Mzee na kimswaki chake cha miti akasema, "Alo kijana, mimi siwezi kuhifadhi jambazi nyumbani kwangu. Kwa hiyo chukua kilicho chako utoke, mwizi mkubwa wewe." Yo akasema, "Sawa, siwezi kukulaumu, lakini kabidi tu aondoke zake kinyonge." Akiwa anajifikiria sasa hivi vyombo vyote ndavipeleka wapi. Kwa bahati nzuri Nadia naye akawa anaingia. Akashangaa kukuta kila kitu kiko nje yani. Akamuuliza Jo, shida ni nini? Mbona tena vitu viko nje? Mshikaji anasema kila mtu anitaki, kila mtu hataki kuwa karibu yangu, kila mtu ananikimbia kwa sababu ya kosa dogo tu. Jo akasema nataka niende mbali, nataka niende nje ya mji nikaishi huko, nikaanze maisha yangu mapya, niachane kabisa na huu mji. Nashukuru sana Nadia kwa kuwa queen wa kwanza kwenye maisha yangu. Sitakusahau mpaka kifo changu. Nadia ikabidi amkumbatie tu mshikaji na kumtia moyo, kisha akatoa pesa kidogo, kisha akamwambia hii ndio ilikuwa akiba yangu, nadhani itakusaidia huko unapoenda kuanza maisha. Wakakumbatiana. Ilikuwa inatia huzuni, nasikitisha mapenzi jamani. Tutafuteni hela, lakini wazee tafuteni hela. Sasa baada ya wiki mbili hivi kupita,
wenzetu ujue mwanamke akiwa na mimba huwa anakwenda hospitali fulani hivi ambayo inakuwa imeandaliwa kwa ajili ya ujauzito. Yani kama una mtu wako ambaye ana mjamzito, unaweza ukamleta akapewa wahudumu ambao watakuwa wanamsimamia mpaka kipindi chake chote cha ujauzito mpaka atakapofikia hatua ya kujifungua. Naja akawa ameletwa kwenye hiyo nyumba, akawa amekabidhiwa daktari ambaye atakuwa ni daktari mkuu, atakuwa anamsimamia na akapewa na wasaidizi ambao watakuwa wanamsaidia. Sasa kati ya hao wasaidizi, huyo mama unayemuona hapa, huyu ndio mama yake na Jo. Na hapa ameletwa kama msimamizi kwa ajili ya kumsimamia Naja mpaka kipindi chake cha kujifungua kitakapofika, bila kujua kwamba huyu ni mkwewe mkwe, au sio bana? Naja leo katulia, ana mawazo sana, anamwaza Jo tu. Mama yake Jo akamuuliza, binti yangu vipi, uko sawa? Hebu ongea na mimi, una shida gani? Lakini Naja hakujibu chochote, akanyanyuka tu na kuondoka. Sasa ili anatoka tu, Jo naye anaingia. Yaani maana yake angebaki kidogo tu hapo angekutana na Jo. Jo akafika kwa mama, akafurahi kumuona. Jo akasema, mama, nina habari njema. Unajua nini? Nimechaguliwa kujiunga na shule ya polisi. Mama akasema, we, pole, kuna mgonjwa. Jo akasema, we, mgonjwa kwenye furaha? Kwani hajui kwamba watu tunataka kufurahi? Akafurahi mno pale. Miezi 3 baadaye uchungu kamfika bwana bidada, kuashiria kwamba ndio muda wake wa kujifungua umefika. Chapo akamkimbiza hospitali. Sasa kumbe Jo naye alikuwa anapita maeneo hayo ya hospitali, akamuona bwana Naja. Ikabidi amwambie dereva, hebu subiri kwanza. Ikabidi ashuke kwenye gari. Sasa mzee kumuona tu Jo akasema, wewe mpuuzi, umefuata nini tena hapa? Jo akasema, uliniambia kuwa mimba imeharibika. Mzee akasema, sasa unajuaje kama ni mtoto wako? Jo akasema, mzee, damu ni nzito kuliko ugali yani. Kama ni mwanangu siwezi kumwacha. Nataka nimuone kama hajachukua hata pua langu, namuacha. Ila kama nikiona pua, sura ni yangu, mzee, mwanangu simwachi. Mzee akasema, siwezi kukuruhusu muone wala kuongea naye. Jo akasema, yani wewe mzee bwana, unataka kumnyima mtoto wangu haki ya kumuona baba yake kama ulivyomnyima mama yake haki ya kuwa na mimi? Mbona unakuwa mnyama kiasi hicho mzee? Mzee akasema, basi tuingie makubaliano na usaini kuwa utamchukua mtoto tu punde atakapozaliwa na kwenda naye mbali, na uhakikishe kwamba hakuna mtu yote atakayejua kwamba huyu mtoto ni wa nani. Yani hata Naja mwenyewe asije hata siku moja akajua kwamba ana mtoto. Basi Jo akakubali hayo makubaliano nini, akaona hamna shida, na wakakubaliana kabisa kwamba watasainiana kabisa makaratasi. Jo ikabidi akae sasa anasubiria mtoto ili aweze kuzaliwa pale. Kweli bwana, mtoto akatoka salama, mtoto akaletwa hadi kwa daktari. Daktari akasema, akamwambia nesi, hebu mpe babu yake hapa. Babu yake akasema, hapana, mpe huyo kijana muhuni hapo nyuma. Unajua huyu mzee alisema hataki kabisa damu ya mwizi kwenye familia yake, hata kumgusa tu, hakutaka kabisa kumgusa mjukuu wake. Mzee akamwambia Jo, kumbuka kutunza siri yetu. Sasa ile Jo anaondoka, mzee akasema, hebu subiri kidogo, njoo. Mzee akatoa kibunda akaweka juu ya mtoto. Jo akasema, mzee, nashukuru kwa yote ulionifanyia, lakini sihitaji hizi hela zako mzee. Kwa nini umenipa mimi za nini? Mzee akaona kumbe maskini jeuri wewe, akachukua kibunda akaweka mezani kwa daktari. Dadek, unasusa mara simu ikaita kwa daktari pale. Daktari akapokea, akawa anaonyesha kama vile sura fulani vya huzuni. Wote pale wakawa wanashangaa. Mzee akamuuliza daktari, vipi, usalama upo? Daktari akasema, nasikitika, tumempoteza Naja, amefariki yani. Tumempoteza mama. Yani maana yake Naja amefariki. Mzee kwa unafiki akapiga mpala wake kwamba kaumia. Sasa Jo ikabidi aondoke tu akalilie zake nje, maana uchungu aliokuwa nao hapo. Sasa Jo ametoka tu, simu ikaita tena kwa daktari. Daktari anasema, halo, anapumua? Daktari akasema, mgonjwa bado anapumua. Aisee, ilikuwa njema sana hiyo kwa mzee, alishukuru kabisa Mungu. Kabidi daktari anyuke pale chapu ili kwenda kumwangalia. Huku kwa mama yake Jo anatoka nje, anakutana na nesi ambaye ndiye alienda kumhudumia yule Naja. Akamuuliza, vipi, mgonjwa anaendeleaje? Nesi akasema, amepoteza tu mtoto wake lakini yuko vizuri. Yani anamaanisha kwamba mtoto amefariki. Baadaye Jo naye kidogo tu anakuja hapo kwa mama. Akamkuta mama yake analia tu. Anamuuliza, vipi mama, mbona unalia? Mama anasema, yule binti ambaye alikuwa anamuuguza mtoto wake amefariki. Afu akamuuliza, huyu mtoto ni wa nani? Jo anasema, huyo mimi nimemokota nje ya mlango wangu. Sasa nikampeleka polisi wakakosa mtu akumpatie, kabidi wanisainishe tu mimi ili niweze kumtunza mtoto. Mama akasema, sasa unakubalije kumchukua mtoto wakati unajua kabisa kipato chako ni kidogo, huwezi kumtunza, utawezaje kumlea huyo? Jo akasema, mama, sasa ningemtupa malaika huyo, hebu muangalie, anahitaji maziwa eti. Mama akamchukua tu yule malaika wa Mungu, si unajua tena hana baya. Huku Naja
anapewa taarifa mwanae amefariki. Naja anasema kivipi baba? Mwanangu anakufaje? Anakufaje sijamuona? Mnawezaje kumzika mwanangu hata sijamuona, hata sijamkisi? Mzee akasema hiyo sio utamaduni. Unawezaje kumuona mtoto wako wa kwanza maiti? Hairuhusiwi. Binti akawa analia, hata kama langi basi nipelekeni tu nikaone kaburi lake mlipomzika. Nipelekeni tu nikamuone mwanangu. Yaani mwanangu anakufa hata sijamuona. Sijamuona hata kwa sura anafananaje. Mara ghafla mamake Jo naye akaingia na mtoto. Mzee akaona mtoto ndo yule. Mbona mtoto ndo yule? Mama anasema najua uchungu ulionao. Leo umempoteza mwanao na leo hii mwanangu analetea mtoto aliyetupwa. Yaani wakati wewe unalia wengine wanatupa watoto. Naja anasema mwanangu amekufa hata sijapata nafasi ya kumkisi. Mama Jo anasema nimekuletea huyu mtoto afute machozi yako. Mchukue mlee kama mtoto wako, afute huo uchungu wako uliokuwa nao. Naja akamchukua mtoto kisha akambusu. Akamrudishia tu. Akasema hata nifanyaje? Hata nimlee vipi? Hata kuwa mwanangu bado sio mwanangu. Mama aliyezaa peke yake ndiye anajua uchungu. Yaani uchungu wa mwana anayeujua ni mama aliyeenda leba mzee. Yaani maana yake uchungu aliokuwa anaupata Naja mimi mwenyewe mpaka nashindwa kuelezea. Hebu tuvuke kwanza. Sasa mama anatoka anakutana na nesi, anamwambia mbona nimemwona mwanao alikuwa na baba yake Naja, kama vile alikuwa anaongelea kuhusu swala la mtoto. Mama akaunganisha doti, swala la mtoto alafu Jo naye nimemwona yuko na mtoto. Hii imekaaje? Akachomoka chapu kwenda kumfuata Jo. Akawa anamuita Jo, hebu niambie, huyu mtoto umemtoa wapi? Jo bado alikuwa amekazia tu, mtoto nimemuokota. Mamake akasema Jo usinidanganye. Hebu niambie huyu mtoto umemtoa wapi? Niambie, Jo niambie. Umemuiba huyu mtoto Jo? Bado Jo amekazana tu. Mama akajua kabisa huyu mtoto ni wa Naja. Yaani mwanangu umeiba hadi mtoto. Mwanangu unaiba hadi mtoto. Maskini. Mama wakati wa kuongea alikuwa na magonjwa yake tena mama watu. Akawa ameanguka pale. Yaani unaambiweje huyu mama alifariki eti. Kwa maana yake siri ikabaki ya watu wawili tu kati ya Jo pamoja na mzee baba Kipara. Ndio pekee waliobaki na siri ya mtoto ni wa nani na nani mama wa mtoto huyu. Miaka ikapita, leo tunamwona Jo sio yule Jo kapuku, sio kuwa na chochote. Huyu ni Jo mpya. Tena anaitwa polisi bwana. Sasa hivi anakula maisha tu. Hapa yuko na rafiki yake, anaangalia picha ya Naja, rafiki yake anamwambia wacha tu wafu wazike wafu wao. Mzee bado unamkumbuka, acha apumzike kwa amani. Si unajua tena Jo anajua kwamba Naja alishakufaga kwa taarifa ile aliyoisikiaga kwa daktari. Kwa anajua kabisa Naja alishakufa na amemwachia mtoto. Jo ikabidi aende hadi kwa akina Naja bana. Mzee anashangaa, wewe unafanya nini tena hapa? Jo anasema kwa heshima nimekuja kuomboleza miaka kadhaa ya kipenzi changu. Kwa heshima tu mzee. Mzee akasema sawa nashukuru, haya ondoka, changanya mbaliga sepa. Shikaji kabidi aondoke. Sasa wakati huo Naja kumbe alikuwa ndani, alikuwa anasikia zile sauti. Sasa sauti alikuwa anaisikia ni kama vile mbona kama sauti ya Jo hii. Ilibidi aje chapu ili anakuja akakuta Jo tayari ameshaondoka. Kwa hiyo ikawa bahati mbaya. Sasa Jo yuko kwenye gari anashangaa anapokea namba ya marehemu. Bibi ilibidi sasa apige simu kuhakikisha hivi huyu ni Jo kweli au mimi niko naota. Jo anashangaa na yeye kuona hii si namba ya marehemu hii. Au ananiona ni? Au jamani ni? Au nini? Utakuwa mzimu nini? Nimekabidi angalie huku na huku. Sijikawa mzimu unaniona. Dereva kawa na mshangao, mshikaji vipi usipokea simu? Jo anasema we, mbona niuliza kama vile unajua nani anayepiga? Jo akazidi kushangaa. Mizimu inanipigiaje? Ikabidi apokee sasa. Sasa akapokea. Mzimu hauongei. Kila akipokea anasikilizia, anashangaa mzimu hauongei. Akajua kabisa mizimu inaanza kunipigia. Ikabidi azime kabisa na simu. Kumbe huko bwana chanzo cha kwa nini simu ilikuwa ipokelewe aongei. Babake Naja alikuwa amemfuata Naja akawa anamwambia unaanza nini? Bila akawa ananiuliza mboka nilisikia sauti ya Jo. Mzee anamwambia hamna mtu hapa, hamna mtu. Yaani bado hujamsahau tu huyo mtu. Usiku mmoja njiani Jo anakutana na mrembo. Yuko peke yake usiku. Jo unajua ni polisi. Sasa anamwambia vipi uko sawa? Mimi ni polisi, naweza kukusindikiza nyumbani. Niambie, naweza kukupeleka. Sasa msichana anaonekana kama vile kalewa. Ile mzee mnaikumbuka hii pisi? Ile pisi ya chuo leo mponzaga bonge loja. Jo akamfikisha mpaka kwao. Kapokelewa kabisa na yule rafiki yake.
yani mpaka leo bado wako pamoja ise. Jona akafika kwake, akaingia hadi chumbani kwa watoto. Hapa kuna watoto wawili. Huyu anayetazama picha ni mtoto wa dada yake, ila huyu mwingine aliyelala ndio mtoto wa Naja. Yani inamaanisha kwamba huyu ndio mtoto wa Joe kabisa kwa kumzaa. Lakini huyu mtoto tangu amezaliwa hajawahi kucheka wala hajawahi kuwa na furaha. Ye mwanzo mwisho ni mawazo tu kumwangalia mama yake. Hata hapo alipolala pembeni kuna picha ya mama yake. Kwa anajuaga kwamba mama yake alishakufa. Baadaye nitakwambia kwa nini. Sasa huyu mwingine anasema, mjomba, shangazi alikuwa mzuri hivi mtu akifa hawezi kurudi tena. Ndio akasema tumuombee tu apumzike kwa amani, Mungu amsamehe makosa yake huko aliko. Baadaye Joe akapokea simu ya yule mrembo ambaye alimsaidia kumpeleka kwake. Akamwambia, mrembo anasema, mambo, mimi ni Eve yule leo nileta nyumbani. Mama akasema, Eve, niambie. Eve anasema, tunaweza kukutana hata kama ni leo au kesho. Niweze kukushukuru tu kwa msaada wako. Unajua ni watu wachache sana ambao wanaweza kutoa misaada kama hiyo. Joe akasema, basi hamna shida, nitakuja. Mama kafika bwana, akakukuta mrembo, kajiandaa, akampatia kinywaji pale, kisha mwamba akachukua, kisha bidada akaanza kumsemesha kwa vimaneno fulani hivi vya mahaba. Anamwambia, kweli nimetokea kukupenda kwa msaada wako ulionipa. Natamani nikushukuru kwa kidogo changu nilicho nacho. Joe akasema, Eva, una maana gani yani? Eva anasema, kwani mpaka hapo uelewi jamani? We mkaka, mpaka hapo uelewi? Sasa yale maneno akamlegeza Joe. Joe watu taratibu midomo ikakutana. Joe akashtuka, akajikuta na kiseti na mtu ambaye Joe alimkumbuka ghafla na Joe wake. Akatoka ghafla na kuondoka. Sasa ile anataka kuondoka, hajafungua tu mlango, Eva akamuita. Ile hajakaa sawa, nguo zikaanza kuteremshwa moja moja. Kidogo kufuli zikashushwa mzee. Sasa mnajua Joe ana miaka mingi sana tangu mpenzi wake Naja alipofariki. Kwa hapo vichupa vimejaa kama 100 hivi. Joe akajisemea, we, acha tu wafu wazike wafu wao. Mimi ni nani? Alishindwa Yusufu, mimi Joe nishindwe? Ni nani ni? Kwa mara ya kwanza akakifunga kabisa kitabu cha Naja 7. Penzi likaanza rasmi. Eva akaziba nafasi ya Naja kwenye moyo wa Joe. Sasa kuna nyimbo ambayo alikuwa anapenda sana kumwimbia Naja, leo akawa anamwimbia mpenzi wake mpya Eva, huku akicheza taratibu. Hebu tusikilize kidogo wimbo. It is with these eyes that I see, and it is with my heart that I feel. Hey, ti 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 ti, I can feel this beat when I see you. Sasa unaambiwa Joe hakutaka kabisa kulaza damu, akamvisha pete Eva ya uchumba. Lakini tukimwangalia mtoto wa Joe hana kabisa furaha. Lakini huyu mwingine ana furaha, anafurahi tu muda wote. Sasa huku kwa Prince leo kaenda kwa mchepuko wake. Kufika akapokelewa nini na shemeji yake. Huyu ni kaka wa mchepuko. Huyu kaka anaitwa Sam. Bidada kaja pale, mabusu nini. Baadaye binti akamwambia Jerry Prince kwamba nina habari njema kutoka kwa dokta. Dokta amethibitisha kwamba nina ujauzito. Sasa hiyo kwa Prince ikawa habari mbaya sana. Akamwambia, inawezekanaje? Unajua kabisa mimi wiki hii ninafunga ndoa na mimi na wewe tukupanga kabisa kuhusu kupata mtoto. Hiyo inihusu. Wakati tunajigijigi wewe kujua kwamba tutapata nini? Mimi ninachojua uniambie tu mtoto wangu anaishi vipi. Wewe kama hiyo ni ndoa, futa, achana nayo. Jerry akasema, unajua kabisa hicho kitu hakiwezekani. Bidada akasema, we unanijua vizuri Joe. Unanijua vizuri. Nenda kafute ndoa uje univishe mimi pete. Kakaka akasema, we hebu muelewe basi mtu wako. Bidada akasema, we nyamaza, hii haikuhusu. Jerry akasema, unajua siwezi kabisa kukuoa. Unalijua hilo kabisa. Bidada akasema, mpenzi, usinijaribu ila kama unataka kunijaribu nitakuonyesha. Leo Naja yuko supermarket anafanya shopping, na kwenye hiyo supermarket yuko mchumba wake Joe mpya, na yuko na wale watoto wawili. Mmoja akiwa mtoto wa Joe. Wakawa wanachagua vitu. Sasa yule mtoto wa dada akamuona bwana Naja. Sasa kwa kuwa nyumbani kuna picha, akashangaa kumuona. Sasa akawa anajiuliza, huyu ni aunti au ni mzimu au ni nani huyu? Patamu hapo.
Bwana, mimi ni yule Kingson Yala na hii ni Kingson Official. Asanteni kwa wote mliosubscribe, naamini hamtoniangusha. Tupambane tufike subscriber 100,000. Bwana, tuendelee. Sasa Shing kabidi amwambia anti, hivi kweli kuna mizimu? Sasa anti akashangaa, unamaanisha nini? Dogo akasema, anti wewe nijibu tu swali kwamba kuna mizimu. Anti akasema, mimi siamini kwenye hiyo, yani siamini kwamba kuna mizimu duniani. Dogo akasema, hebu ngoja uone. Sasa ikabidi amfuate mzimu aise. Akamfuata ndugu mzimu akamwambia, shikamoo anti. Naja akashangaa, marahaba, ujambo? Si jambo. Akamwambia, anti ongela, wewe ni mrembo sana. Naja akasema, wao asante. Mtoto akamwambia, umefanana sana na anti yangu mkubwa. Naja akasema, kwani anti yako yuko wapi? Binti akasema, ameshafariki. Naja akasema, oh pole. Unaitwa nani? Dogo akasema, anaitwa Shing. Wewe je? Naja akasema, Mrs. Bond. Hakutaja kabisa jina lake kwamba anaitwa Naja. Kisha bidada akachukua hela akampatia dogo, akamwambia, utaongezea ununue mahitaji unayohitaji. Lakini Shinga akaikataa ile hela, akasema, mimi huwa siwezi kupokea pesa kutoka kwa mgeni nisiyemjua, lakini unaweza kuwa rafiki yangu. Ile Naja akasema, hamna shida, tunaweza kuwa rafiki, hebu nipatie namba yako. Basi bwana, katoto kakatoa namba pale kakamtajia Naja. Sasa baadaye kidogo yule dogo akamfuata ndugu yake akamwambia, Divan, umemwona amefanana na mama yako? Divan akasema, ni kweli. Akasema, labda atakuwa ndugu yake mama huyo. Akawa anashangaa pale. Sasa Naja naye akashangaa kufananishwa na mtu mwingine wa pili. Akamuuliza, we mama yako yuko wapi? Dogo akasema, mama alishafariki. Naja ilikuwa ngumu sana ile. Akawa anampa pole pale. Akamwambia, Divan, nimechukua namba ya ndugu yako, kwa hiyo nitawapigia mida, sawa? Akawa wamefurahi pale, wakaagana na nini. Naja akaondoka. Jo leo yuko na mchumba wake Eva hospitali. Daktari anasema, hongera sana bidada, ana mimba. Ilikuwa furaha sana kwao, lakini daktari akasema bibie Eva ana kansa. Kila mtu akawa anatoa macho pale kuamini anachokisikia. Daktari akasema, lakini kuna habari njema pia, kuwa kuna daktari ambao wako China. China kuna hospitali ambayo inaweza kutibu kansa. Kwa hiyo kama mtawai, inahitajika pesa kwa ajili ya kwenda kufanya upasuaji na atarudi kwenye hali yake kabisa na atapona. Bidada akamwambia daktari, hebu niambie, usinidanganye, nimebakiza siku ngapi za kuishi? Daktari akasema, umebakiza kama miezi 3 hivi. Aise, Eva alinyenyuka hapo kwa hasira, akaenda zake nje. Akabaki Jo tu anashangaa, akajiona mbona kama mimi sina bahati hivi na wanawake mzee. Kila mwanamke ambaye anajitahidi kuwa karibu yangu, mwisho wa siku anakufa, inakuaje? Daktari akamwambia Jo, jitahidi sana kumshawishi, mwambie anaweza kupona. Jitahidi ni tukutafuta pesa kwa ajili ya kwenda kumpeleka hospitali. Anaweza kutibiwa na atapona kabisa. Jo naye ikabidi aondoke pale taratibu kinyonge yani. Hebu muoneni vizuri huyu dokta. Huyu dokta mkalili, yani mkalili vizuri. Maana uko mbele utanielewa kwa nini nimekwambia huyu dokta mshike na umkalili. Jo ikabidi waende kukopa hela benki ili amwezeshe Eva kwenda China kwa ajili ya kufanya operation. Dokta alivyosema ana miezi 3 kabakiza tu ili aweze kuishi. Sasa manager wa benki anasema mkopo umepata, lakini taarifa ni kwamba mpaka miezi 5 ndio mtapokea hiyo hela. Sasa bidada akasema, miezi 5 wakati mimi na miezi 3 tu, si nitakufa eti? Jo akamwambia manager kama kuna uwezekano wa kupata hata miezi 2 hapo katikati chapu ili aweze kuokoa maisha ya binti. Manager akasema bado vile vile. Manager akasema haiwezekani, yani mpaka miezi 5 ndio tunaweza tukapata hiyo hela. Basi wakawa wameondoka pale kwa hasira, watafanyaje sasa? Ndio bidada mchepuko anamfuata Jeli akiwa na kaka yake kujua ana lengo gani kuhusu mimba yake. Kaka yake anasema, mzee, umemchezea dada yangu alafu unataka kumtelekeza tukisa unaoa. Jeli akasema, mimi sikuwa na mpango wa kuzaa na huyo dada yako, bora umshauri tu hiyo mimba itoe. Bidada akasema, siwezi kabisa kuitoa hii mimba. Jeli, kaa ukijua, yani bora kavunje tu hiyo ndoa. Nenda kavunje hiyo ndoa, la sivyo hutoamini nitakachokifanya. Jeli akasema, Sam, hebu muondoe dada yako hapo. Sam akasema, Jeli, fikiria, nampenda sana dada yangu na siwezi kumuona anatoa machozi mbele yangu. Jeli kwa dharau akasema, sawa bosi, kweli damu ni nzito kuliko maji. Basi acha tuone, mimi nitawaona nitakapotoka honeymoon. Ateki. Binti akasema, sawa, kila laheri, sisi si ni pipo bwana, tutaonana. Sasa wakati mchepuko wa Jeli uko ndani unalia tu, wakaja washikaji wawili, inavyoonyesha wanajuana kwa jinsi wanavyoongea. Wakamuuliza shida nini? Binti ikabidi awaelezee kila kitu, jinsi Jeli amempatia mimba, alafu anaikataa, hataki kabisa, anasema mimba anaitaka kuitoa. Kwa hiyo ndio maana yuko ana huzuni sana.
Wakamuuliza na kakako Samu yuko wapi? Binti akasema Samu amepigiwa simu tu ametoka. Ile wazee, mnamkumbuka huyu jamaa huyu? Sio yule dokta kweli au mmeshafuta kumbukumbu? Sasa anafuata nini hapa tena wakati itakiwa hospitali kutibu watu? Hapa kuna kitu ese, sio bure. Akamwambia bibie, hebu njoo. Bibi akanyanyuka pale akamfuata mshikaji mmoja akawa amemkumbatia pale kama vile kumpoza machungu. Lakini mara ghafla akampiga bonge la gumi. Yaani hii sio ngumi, hii ni gumi. Kisha wakamalizia kwa kumnyonga. Alafu wakachukua kisu wakamkata kwenye mshipa wa fahamu ambao uko kwenye mkono. Mzee, ukikatwa hapa, ukikatwa hii sehemu yani taratibu, kwa sababu ni sehemu ambayo inapitisha damu kwa wingi sana. Kwa hiyo ukipoteza damu kwa muda mrefu, wewe ni wakufa tu, tena utakufa taratibu. Kwa hiyo wametengeneza kupoteza tu ushahidi kwamba demu kwa uchungu kaamua tu kuchukua kukata mshipa ili ajiue. Kisha wao wakasepa. Sasa leo ndo siku ya harusi ya Naja Saba pamoja na Prince Jerry. Na kwenye mwaliko walialikwa wale watoto wa Jo, yule binti wa Jo pamoja na binti Shing. Sasa Shing alipewa nafasi ya kuimba, ikabidi ampigie Jo akamwambia, mjomba, ninaenda kuimba ule wimbo ulionifundisha, tena ule wimbo ambao unaupenda. Kwa hiyo wai uje unione. Jo akasema sawa, niko njiani nakuja. Kafika bwana muda, binti akasema ninakwenda kuimba nyimbo special kwa ajili ya anko wangu. Basi bwana, macho na masikio akapewa ndugu msanii. And it is with my heart that I feel. Hey, I can feel this beat when I see you. Sasa ule wimbo ukapenya kwenye masikio ya Naja. Akawa anajiuliza, wimbo kama niliusikia wapi huu? Nishakusikia wapi nyimbo, nishakuisikia wapi? Mbona kama sio mgeni kwenye jiji la masikio yangu? Ndipo pale pale kumbukumbu zikamjia. Akaanza kumkumbuka Jo alivyokuwa naye. Akajua mbona ni wenyewe kabisa. Naja kabidi aamke pale. Kwa ameanza sasa kutoa machozi upya, yani kilio kimeanza upya. Na wakati alikuwa ameshasahau, akasimama mpaka akamfuata yule binti pale. Sasa wakati anamfuata Jo naye alikuwa ndo anaingia. Naja akamuuliza, nani amekufundisha huo wimbo? Binti akasema amenifundisha mjomba wangu. Naja akamuuliza, mjomba wako yuko wapi? Binti akasema yule pale. Sasa ile wanatazamana tu, ghafla binti anamuona Jo. Ghafla Sam naye anaingia akiwa amebeba maiti ya ndugu yake, maiti ya dada yake. Patamwa. Sam akasema, Jerry, haya ndo malipo kwa dada yangu. Ulimwahidi utamuoa ila umemsaliti. Nimekuletea sasa umchukue. Unaambiwa harusi nzima ilikuwa macho kwa Sam. Hawaamini wanachokisikia. Sasa Sam akafika mbele akaweka chini maiti. Kisha akachomoa bunduki akampiga Prince. Na yeye akapigwa. Kisha wajeda wakamchukua pale. Sasa harusi ikawa imeingia shetani. Sasa kila mtu ikabidi ale kona mzee mbele ya bunduki tena. Jerry akapelekwa hospitali bwana. Ndani yuko Naja pamoja na baba yake na mganga pia. Baadaye Naja akatoka tu nje, ikabidi ampigie Jo. Jo anashangaa tena, mzimu anampigia tena simu eti. Naja anasema, Jo ongea, ni mimi. Jo anajuaga Naja alishafariki muda mrefu na tayari alishamtoa moyoni. Sasa kaona kama vile, mbona siamini ninachokiona? Siamini ninachokisikia. Ujue mtu bwana, hata kama ungekuwa wewe mtu mshamzika miaka kadhaa huko, unajua kabisa mshampoteza, amekufa, yani akilini mmeshaondoa, yani kumbukumbu fulani zimeshatoka. Alafu ghafla unasikia au unamuona. Huwezi kuamini. Huwezi kabisa kuamini. Ndicho ambacho kilichokuwa kinamkuta Jo. Sasa wakati huo Jo anafikiria, analia. Mtoto wa Jo alikuwa pembeni, naye alikuwa analia tu. Baadaye akamfuata baba yake akamwambia, baba, mbona unalia? Shida ni nini? Baba akamwambia hamna kitu. Mtoto akamwambia, kwa nini unalia? Rafiki yetu naye alivyokuona alikuwa analia. Wewe tena huku hapa unalia. Shida ni nini? Kitu gani kimejificha? Jo akaona kama vile wananiletea usiku. Akambembeleza, akawa ametoka akaenda zake nje. Ghafla yuko zake nje, mtoto naye akaja tena pale pale. Akazidi kumuuliza, baba, hebu niambie ukweli. Kuna kitu nahisi unanificha. Hebu niambie ukweli ambao unanificha. Jo akazidi kusema, hamna kitu mwanangu, mbona kila kitu kiko sawa tu. Yaani unajua unaweza kuuliza maswali na mtoto mpaka unajiuliza, utamficha hadi lini? Huku Jo naye aamini kabisa kwamba yule kweli ni Naja. Naja ambaye aliambiwa kwamba ashafariki. Leo anamuona macho kwa macho. Kitu cha kujifunza ni kwamba wakati huyo mtoto yuko tumboni, Naja wakati ule wote
alikuwa hana furaha. Muda wote alikuwa akilia mpaka huyo mtoto anazaliwa. Bado Naja alikuwa akilia. Kipindi chote cha ujauzito mpaka anazaliwa, Naja hakuwahi kuwa na furaha. Mnajua mama mjamzito anashauriwa wakati wa mimba hatakiwi kuwa na mawazo wala kuwa na huzuni. Anatakiwa muda wote awe na furaha. Ndio maana huyu mtoto tangu amezaliwa, kukua kwake hajawahi kuwa na furaha hata siku moja. Amekuwa ni mtu wa mawazo tukulia, wakijitahidi kumpa furaha haonyeshi kabisa kufurahi. Lakini yule rafiki yake mwingine unakuta yuko na furaha, anacheka, yuko na wengine wanatabasamu. Lakini kwa huyu mtoto imekuwa ni ngumu kutabasamu, imekuwa ni ngumu kufurahi. Muda wote anamwaza mama yake, kwa sababu tangu yuko tumboni mama hajawahi kabisa kufurahia mimba ya mwanae. Kwa hiyo kama unajua uko na mke na ana ujauzito, au kama wewe ni mama kijacho, jitahidi sana upate furaha. Yani jitahidi sana usiwe na mawazo. Kadri unavyokuwa na mawazo, yani unatengeneza kitu tumboni kwa mtoto wako ambacho kile unachokihisi wewe ndivyo hivyo mtoto atakavyohisi. Yani kama kipindi hicho wakati una ujauzito uko na huzuni, unalia muda wote, haujakuwa na furaha, tegemea mtoto wako anaweza akapata shida mbeleni. Kwa hiyo jitahidi ni sana wazee wajawazito wapate furaha, wapate tabasamu. Hilo ni somo mimi nimekupa. Sasa ujue ni askari, yuko kwenye kitengo cha kupambana na rushwa. Sasa kuna pesa fulani zilikamatwa na madawa ya kulevya, yeye ndiye kashikilia hiyo kesi. Sasa akicheza hizi hela ni nyingi, na akikumbuka mpenzi wake naye ana tatizo la kansa, anawaza achukue hizi hela ampeleke mke wake China akatibiwe au afanyaje. Sasa alikuwa anawaza sana, ile mashauri ya kichwa chake inamwazisha. Akili nyingine inamwambia chukua, unakubali mke wako afe? Wakati hela hizi hapa mzee unaziona. Kingine kinamwambia bro, kuna jela, kausha tupotezea. Sasa mgonjwa mwenyewe ambaye alikuwa anaogopa kufa yuko anacheza pulu huko. Vijua atakuwa yuko salama kweli? Kuna wasiwasi ujue. Jo akafika bwana akiwa na zile hela, afu akiwa na furaha, akampatia Eva kisha akamwambia sasa unaenda kupona. Eva akashangaa akamuuliza, "Jo, umepata wapi hizi pesa zote hivi?" Jo akasema, "Nimepata kwenye ule mkopo amenipa." Eva akasema, "Si walisema miezi 5?" Jo akamuuliza, "We, unataka kufa? Kama unataka kufa sawa, ila mimi nataka uwe hai kwa sababu uko na mwanangu umembeba. Fanya kwa sababu ya Divine, fanya kwa sababu ya mtoto wetu ule mbeba tumboni." Rafiki yake akamwambia, "Shemeji Jo, sasa wewe ni shujaa sana. Yaani wewe ni mwamba kabisa." Jo ikabidi asindikizwe pale ili aweze kuondoka. Sasa tu ile Jo ametoka, hawa nao wakarudi ndani. Ghafla alikuwa na furaha kinoma. Hivi utaamini kama Jo kapigwa? Yaani kapigwa tena, kapigwa na kitu kizito. Eva akachukua simu kisha akasema, "Boss, mpango wetu umekamilika. Mission complete." Jo kapigwa Jo kapigwa. Rafiki yake akasema, "Wewe mpango gani ule ukamilika? Hivi unakubali kabisa hela zote hizi tuwapelekee kweli?" Eva akasema, "Lazima hizi hela zote nizikabidhi." Ndiyo ilivyokuwa makubaliano yetu. Kisha akasepa ndani. Zile yuko ndani anapanga vitu vyake ili aweze kusepa. Ghafla rafiki yake anakuja na bunduki eti kamnyoshea. Eva akamwambia, "Wewe unanisaliti, unavunja urafiki kwa sababu ya pesa." Rafiki yake akasema, "We, pesa? Nishaua wazazi wangu, nishaua watu kibao kwa sababu ya pesa. Sembuse eti urafiki? Mimi naweza nikakuua tu kwa sababu ya utajiri." Eva akaona hapa sina kitu hapa. Sasa kwenye kugombana pale ikabidi washikane nini. Bunduki, kila mtu anagombania bunduki. Mara ikasikika tu risasi pa. Mara ghafla tunamwona Eva akiwa amembeba rafiki yake. Kwa inaashiria kwamba Eva alishinda kwenye ule kushindania bunduki. Kwa kuwa amemuua rafiki yake, ikabidi amchukue chapuchapu mpaka chini. Kufika chini akamkuta yuko mlinzi. Mlinzi akamwambia, "We, fungua geti. Chapu, mweke huyo mtu kwenye buti, alafu fungua geti. Nataka kutoka." Kwa ile chapuchapu kwa amemnyoshia bunduki. Mlinzi akafanya hivyo bwana. Baada ya hapo akamwambia, "We, lala chini." Eva akaingia kwenye gari, akasepa. Jo ikapigwa Kumbe ulikuwa ni mchongo tu. Wanawake wengine jamani, mbona hamna huruma hivi? Jo kujituma kote ule kachukua fedha za ofisi maskini ambazo alijua kabisa lazima zitamletea matatizo kwa sababu ya kutaka kumuokoa mwanamke wa ndoto zake ambaye kabisa pia ana mtoto tumboni kwake. Hakutaka kabisa mwanamke huyu tena afe, ampoteze kama alivyompoteza Naja. Lakini malipo yake ndugu msikilizaji. Sasa Eva kaja polini akatoa mwili wa rafiki yake akautelekeza kisha akasepa.
Naja ni askari kwenye kitengo cha upelelezi. Hapa amehamishwa na kuletwa kituo ambacho Joe naye anafanya huko kazi. Mkuu wa kituo anamkaribisha na akataka aanze kuchunguza kesi ya Eva. Yule mtu wa Joe, mkuu wa kituo, akamwambia ngoja nikuitie mtu ambaye mtashirikiana naye kuhusu hii kesi. Baadaye kidogo akafika Joe, macho kwa macho na Naja. Bana, mimi ni yule Kingson Jayala. Ni cheki sasa hivi Instagram natumia Kingson Jayala wote. Hebu tuendeni tukafollow kule, alafu mtakuwa mmetisha zaidi. Lakini pia tumeanzisha WhatsApp channel kwa ajili ya kupata hizi movie full kabisa, tutakuwa tuna upload kule. Kwa hiyo kama unahitaji, link iko kwenye comment hapo, hakikisha una join, alafu mambo yanakuwa poa zaidi. Sasa kila mtu akawa anamshangaa mwenzie. Mkuu akasema kutana na mpelelezi anaitwa Joe. Joe naye akasema anafurahi sana kukufahamu, lakini Naja yeye akawa anazidi tu kumshangaa eti Joe. Leo Joe ni polisi eti. Kitu cha kushangaza kwake sana yuko Naja. Mkuu akasema mtasaidiana kupeleleza kesi ya hivi karibuni na kuhusu ile ya madawa ya kulevya. Joe akasema sawa mkuu, ila kwa Naja akawa kama bado anamshangaa sana Joe, yani haamini kumuona Joe ni polisi. Sasa kazi wakaanza kuchunguza nyumba ambayo alikuwa anaishi Eva, na ilisikika mlio wa risasi kwa kuna wale wapangaji wengine waliwapigia simu polisi. Kumbuka hii nyumba anaijua vizuri tu ni Joe. Polisi mmoja akapata kitu bwana. Naja akamuuliza ni kitu gani hicho. Polisi akasema ni passport. Joe alivyosikia akastuka kwanza, kwa sababu hii nyumba anaijua vizuri na anajua alikuwa anaishi nani humo. Kwa alivyosikia passport akajua ina maana kuna mtu alitaka kusafiri bila yeye mwenyewe kujua au inakuwaje. Naja akaichukua na kuicheki, ilikuwa imeandikwa jina la Eva Johnson. Joe alivyosikia akaja akamwambia hebu tuone ni kitu gani hicho. Naja akamwambia ni passport, naomba niione. Naja akasema we, huu ni ushahidi eti. Nenda kaendelee na kazi. Joe akamwambia Naja, unadhani ni mara yangu ya kwanza kwenye hii kesi au kufanya kesi kama hii, kwamba sielewi ninachokifanya? Kwao nimekuja kufanya nini sasa hapa? Naja kakaa kimya tu akamjibu. Joe akasema sasa kuanzia sasa hivi mimi nimejitoa kwenye hii kesi, uendelea tu kupambana. Naja akamwambia nipo hapa kufanya kazi kwa niaba ya ofisini kwako. Sasa sielewi kwa nini unasusia kazi. Hebu tufanye kazi kama maofisa, tuweke hisia pembeni. Joe akasema kumbe siwezi kufanya kazi na mzimu. Naja akasema Joe, unamaanisha nini? Joe akasema hilo swali kamuuliza babako. Joe anasema hukutaka kabisa kuongea na mwanao mpaka mkaamua kunidanganya na baba yako kuwa umekufa. Naja akasema Joe, na hapa kwenye maisha yangu sijui unachokiongelea, sijui unaongelea nini, ila ninaomba tufanye kazi tu pamoja. Nitakaa pembeni baada ya hii kesi kuisha, nitakuacha uendelee na maisha yako. Ikabidi sasa waende hospitali. Kufika ukakutana na dokta wa Eva, huyu wa kike. Dokta anasema kuwa Eva yuko sawa kabisa, yani hana tatizo lote lile la kiafya. Joe akachanganyikiwa alivyosikia hivyo. Ikabidi aende hadi kwa yule dokta ambaye siku ile alimueleza kuwa Eva ana mimba na ana kansa. Ili anafika hakuamini kudadada yake. Sura ni mpya. Yule dokta hayupo eti. Akahisi labda kama vile nimechanganya chumba au sio hii ofisi. Dokta akamwambia nikusaidie nini? Joe akasema nimekuja kumuona Dr. Adam. Dokta akasema Dr. Adam ndio mimi hapa. Joe akasema hapana, sio wewe bwana, nilikutana naye siku 2 zilizopita, sio wewe kabisa. Dokta akasema hakuna mtu anayetumia jina la Dr. Adam zaidi yangu, kwa hiyo mimi ndio dokta mwenyewe Adam. Joe akamuuliza ulikuwa wapi wiki iliyopita siku ya Alhamisi saa 6 hadi saa 7 mchana? Dadek. Dokta akashangaa, mbona unaniuliza maswali mengi? Tutambuane kwanza. Joe kabidi atoe kitambulisho, akajitambulisha. Dokta alivyoona akasema sawa, hiyo Alhamisi ambayo wewe unaisema, mimi huwa ni siku yangu ya mapumziko. Joe akauliza unamjua mtu anaitwa Eva Johnson? Dokta akasema Eva, hapana, sina rekodi yake yoyote na mimi sijui kabisa huyo mtu, sina rekodi yoyote kumuhusu yeye. Joe akazidi kupagawa, akawa anajiuliza sasa imekuaje, ikoje? Akamwambia dokta, oya we, hatujamalizana, nina deni na wewe, nitarudi kwa ajili yako. Kisha Joe akasepa. Anarudi, unaambiwa ana mawazo kinoma. Joe ana mawazo balaa, yani mawazo yanagonga
Anahisi kama vile anaota. Aamini kapigwa na kitu kizito eti. Hakuamini kabisa Eva kuwa ana mimba, kumbe hana mimba. Ikabidi arudi mpaka kwa yule dokta wake, akazidi kumuuliza, hivi kweli hukumuona kabisa wala kuona dalili zozote kama Eva ana mimba? Dokta anasema hapana, yule hana mimba. Yuko kikawa na shangaa tu. Yule akazidi kumwambia, hebu sema ukweli. Hebu sema ukweli. Hana tatizo lolote lile, hata kansa nini? Dokta akasema hana kabisa. Jondo akazidi kuchanganyikiwa, na akili yote inawasha. Akarudi hadi kwa kina Naja. Sasa Naja ujue ni polisi na ni mpelelezi, kwa hiyo anajua kumsoma mtu akiwa yuko kwenye mudi fulani. Akawa anamshangaa kumuona John kama vile kuna kitu anaficha. Ikabidi amuulize, wewe uko sawa kweli? John akasema niko sawa. Naja akasema mbona kama hauko sawa hivi, kama kuna kitu hivi unawaza? Ndio akamuuliza, ina maana umeanza kunichunguza na mimi au? Naja akasema huyu sio John ninayemjua, kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu gani unaficha? Hebu tuambie sisi tuko hapa. John nadhani anaelewa sasa. Sasa huku nyumbani, huku kwa watoto wako wanacheza. Sasa kama nilivyokuambia, huyo mtoto wa Joe muda wote yeye ni huzuni tu. Kufurahi kwake ni mbinde. Yani kufurahi kwake ni adimu sana. Hata hapo wanajitahidi sana kumpa furaha, wanajitahidi sana kumfurahisha, kumtoa kwenye msongo wa mawazo. Sasa wakati wanaendelea na michezo, mtoto akaanguka. Mara na Joe naye akawa amefika eneo la tukio. Pale ndipo akamchukua na kwenda kumpeleka hospitali. Hospitali daktari anasema mtoto ana tatizo, mtoto ana moyo mkubwa. Joe akashangaa akamwambia daktari, mtoto wa miaka 5 anakuaje na hilo tatizo? Daktari akasema sio muda wa kulaumiana, kuanza kuulizana maswali, inabidi tutafute jinsi ya kumsaidia. Aise, matatizo ya watu wazima tena wazee huko. Eti anauma mtoto mdogo kama huyu. Unaweza kuamini eti mtoto mdogo kama huyu eti ana tatizo la moyo kuwa mkubwa, eti ana msongo wa mawazo. Mtoto huyu ujue amekuwa na msongo wa mawazo, anamwaza sana mama yake. Anaamini mama yake yuko na baba yake anamficha kitu. Baba hataki kabisa kumwambia mwanae ni kitu gani ambacho anaficha. Kwa kitu hicho kimemfanya huyu mtoto kuwa na mawazo sana, anamwaza sana mama yake kama mama yake anavyowaza. Sasa huku huyu dada ambaye huwa anamwangalia anamuuliza, Divine unaendeleaje? Mtoto anasema naendelea vizuri, mbona unalia? Dada akasema nataka uwe sawa. Mtoto akasema kwa hiyo ukilia ndio nitakuwa sawa? Mlitakiwa mniombee sio kulia. Mtoto ana maneno kama mtu mzima ise. Dada akasema ndio tunakuombea, si unajua tunakupenda. Mtoto akasema hata mimi nawapenda pia, baba yangu yuko wapi? Dada akasema baba yako ameenda kulipia matibabu, kwa hiyo atarudi muda si mrefu. Sasa huku kwa Joe anaambiwa na daktari kuwa mtoto moyo wake ni mkubwa mpaka unashindwa kusukuma damu. Kwa hiyo inabidi abadilishiwe moyo, na moyo unaotakiwa lazima uwe na uhusiano wa ndugu wa damu, yani ule uhusiano wa damu baina ya ndugu, la sivyo tunaweza kumpoteza mtoto. Joe akauliza umebakiza siku ngapi za kuishi? Daktari akasema kama siku hivi, wiki hivi au mwezi, hatuna uhakika sana. Sasa alivyorudi ofisini akapigiwa simu na mkuu wa kitengo, akamwambia ile kesi uliyokuwa unaisimamia, nasikia wewe ndio mwenye ushahidi wa pesa na una madawa. Akamwambia hivyo vitu vinahitajika, hasa sana kinachohitajika kwa muhimu kwa ajili ya kutoa ushahidi ni zile pesa. Mkuu akasema hizo pesa zinahitajika ili kukamilisha ushahidi wa kesi hii mahakamani. Kwa hiyo nitawatuma watu wangu hapo waje kuchukua hizo hela. Yani Joe kayatimba, anazidi kuchanganyikiwa. Mtoto anaumwa huku anatakiwa kubadilishiwa moyo au awekewe moyo mwingine wa kununua ambao bei yake daktari alisema ni kama dola za Kimarekani 300, ambako kibongobongo huko ni kama bilioni 1 na kitu hivi. Ikishindikana sana basi atumie moyo wa mtu mwingine kubadilisha, yani kama ndugu au mzazi wake. Sasa Joe atakubali kutoa moyo wake kweli kwa ajili ya mwanae? Ofisini huku kila mtu anamwangalia, anaona kabisa Joe kuna kitu anaficha.
anaona kabisa kichwa cha Joe kinaenda kupasuka sasa hivi. Kuna kitu Joe anaficha. Unajua wote ni polisi, na polisi lazima kwanza ukajifunze, ukasome saikolojia. Waga wanajifunzaga kwa kuwa wanajua kumsoma mtu kwa kumwangalia tu, akujua huyu kuna kitu anadanganya, kuna kitu anaficha, kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo hao wote walikuwa wanamcheki Joe, kuna kitu anaficha, lakini Joe anataka kufa nalo tu yeye, kama yeye hataki kushirikisha wengine. Joe akajichanga, akakopa, akapata $20,000. Akasema, "Dokta, nina hiyo, tunaomba msaidie mwanangu dokta." Dokta akasema, "Hii hela ni ndogo Joe." Joe akasema, "Mtoto wangu hana hatia dokta, anaweza kufa." Dokta akasema, "Inabidi tu kubali kumwaga mwanao. Kubali tu kwamba uko tayari kumpoteza kama una hivyo vitu." Joe akasema, "Hivi una akili kweli? Wewe ni mpuzi na kuapia nikimpoteza mwanangu sura yako itakuwa halali yangu eti." Dokta akasema, "Mimi sio mwenye hiyo hospitali mpaka tukae na timu nzima tujue namna kumsaidia. Kwa hiyo siwezi nikafanya maamuzi tu binafsi peke yangu kuanza tu kushughulika na hicho kitu. Lazima kwanza nishirikishe kampuni, lazima nishirikishe watu walio juu yangu." Na kuambieje, Joe aliongea kwa hasira, ujue. Aliongea kwa hasira sana. Ujue kuna magonjwa mengine mtu unaumwa hadi unafika wakati anayekuuguza mwenyewe anakata tamaa, kwa sababu sio kwamba hauwezi kupona, uwezekano wa kupona upo kabisa, ila sasa issue ni pesa. Sasampa na hospitalini kama unavyoelewa, kukutibia bila hela ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima utoe hela alafu matibabu yafuate. Unaambiwaje leo Joe mpaka anavuta sigara? Yani kitu ambacho hajawahi kabisa kufanya. Shida zisikie kwa jirani ndugu yangu. Ndio maana unamkuta mtu amelewa chakali, anatembea huko anaongea tu mwenyewe. Muache tu. Ujui anasumbuliwa na nini, ujui amepitia nini, ujui kitu gani kiko akilini mwake kinamchanganya mpaka anafikia anaongea mwenyewe. Mtu mzima anaongea mwenyewe, kimcheki yuko vizuri tu, sio kwamba eti ni chizi nini, ana akili vizuri. Mtu mzima tu na yani mtu mzima yuko fresh kabisa, lakini unamkuta anaongea peke yake njiani. Muache tu, usije ukapigwa mawe bure. Sasa rafiki yake akamfuata akamwambia, "Joe, na kushangaa ndugu, umekuja leo unavuta sigara? Ni mawazo gani hayo uliokuwa nao? Ina maana ni mtoto tu ndo anakufanya unakuwa hivi?" Joe ikabidi tu amwambie kwamba sio mtoto tu, ikabidi amsimulie kila kitu kwamba alikuwa kwenye mahusiano na Eva, huyu mtuhumiwa mwenye kesi, mpaka akamzingua na kukimbia na pesa za madawa ya kulevya. Rafiki yake akamuuliza, "Kwa hiyo una wazo gani?" Joe akasema, "Mimi sielewi hata nifanyaje, najiona kabisa naenda jela." Rafiki yake akamwambia, "Tatizo lako ujue nini? Tatizo lako wewe msiri sana, yani upendi kabisa kushirikisha wenzio mawazo yako. Haya sasa, ulichokipanda ndio hicho ulichokivuna. Mimi nawezaje kukusaidia? Na kusaidiaje wakati yameshatokea tena?" Ndio maana unaambiwaje, kama una matatizo, kama una kitu, mtafute mtu wako muhimu, mtu wako ambao unamwamini, muelezee matatizo yako. Pale unapomuelezea mtu matatizo ambayo kabisa unajua uwezi hata kumwambia ndugu yako, uwezi kumwambia hata mama yako, mzazi wako yeyote, mtafute mtu rafiki au mtu yoyote, muelezee ile tatizo. Kadri unavyomuelezea, kuna amani fulani unaipata kwenye moyo wako. Kwa hiyo mzee, usife na kitu moyoni, usife na kitu akilini, kwa sababu matatizo hayo yanaweza kukusababishia wewe mpaka ukachukua maamuzi magumu. Watu wengine wanajiua huko kwa sababu wamebeba vitu vingi sana akilini, wanashindwa jinsi ya kuvitatua. Mwisho wa siku unakata tamaa, unaamua kujikata maisha. Tusifikie huko wadau. Sasa karudi ofisini na kuambia wanaangaliana na Naja kama vile wanataka kupigana. Joe ikabidi tu anyooshe mikono juu, hataficha hadi lini. Ikabidi amwambie Naja, "Kuna kitu nataka kuongea na wewe." Naja ikabidi asogee pale kumuuliza kuna shida gani. Joe anasema, "Unajua siku zote umekuwa mwokozi wangu kila ninapofeli, lakini nataka tu ujue kuwa." Ghafla simu ikaita. Naja ikabidi aende kuipokea. Sasa kwenye simu iliyopigwa ni kuhusu upotevu wa hela za kesi, na inaonyesha zimehamishwa kwa jina la mtu mwingine. Naja akauliza kama anaweza kupata huyo mtu ambaye alishughulika na hizo pesa, anaweza kupata jina lake.
Kwenye simu akamwambia hebu ngoja nitafute vizuri, alafu nikipata nitakupigia simu nitakwambia ni nani aliyezitoa hizo pesa. Huku kwa Joe anasikia hivyo, anaona mbona unaanza sasa siku za mwizi 40 ndo hizi zinanikaribia. Yani ndo anazidi kumia, yani mpaka anakuwa anachanganyikiwa. Baadaye bwana Nadia akamaliza kuongea na simu akamwambia hebu endelea sasa na story. Joe akasema nilitaka tu ujue kuwa mara ghafla na simu yake ikawa inaita Joe. Alikuwa ni rafiki yake bwana, anamwambia kuwa amefuatilia na akajua sehemu ambayo Eva anaishi, sehemu ambayo Eva anapatikana. Kwa hiyo ilikuwa habari njema sana kwa Joe, alijua sasa hela naenda kuzipata. Baada ya simu kukata ikabidi sasa azuge tu. Nilitaka tu nikwambie kuwa hongera kwa uchunguzi mzuri wa kesi hii. Yani ndio hivyo tu. Yani maneno ambayo kwa Nadia akajua kabisa huyu kuna kitu alikuwa anaficha, sio hicho alichokuwa anataka kukiongea. Joe alitaka aseme, alitaka amwambie kitu ambacho kinamsibu kwamba ana mtoto, ana nini na mtoto ni mtoto wake na nini na nini na nini na hivi na hivi, lakini mwisho wa siku akawa tu amechochomea tu, akachomeka tu vimaneno ya mradi kumzuga ili kwanza aweze kutatua ile tatizo ambalo liko mbele yake. Sasa amejua Eva alipo, akaweka vizuri silaha yake, kisha akaingia eneo la tukio. Sasa ile anaingia, si akamkuta yule daktari bana, yule aliyemwambia eti Eva ana kansa, yule aliyemwambia eti Eva ana mimba. Joe akashangaa, nini hiki? Yule daktari akamwambia, "Oh, come on boy, taratibu man." Joe akasema, "Wewe mtoto wa ma," akamtupia pingu, kisha akamwambia, "Hebu jifunge mwenyewe." Kisha akamuuliza, "Eva yuko wapi na pesa ziko wapi?" Mune akasema, "Man, mimi sijui man. Alinitumia tu boy." Joe akarudia tena akasema, "Nataka uniambie Eva yuko wapi na pesa ziko wapi?" Jamaa naye akarudia akasema, "Mimi sielewi kabisa." Joe ile kutafuta akakuta begi, akajua bora hela hizi hapa. Ile kufungua akakutana na madawa ya kulevya tupu, mzee amejaa kwenye briefcase. Wazee wanauza di madawa ya kulevya. Basi akamkamata mwamba. Sasa ile yuko anampeleka kwenye gari, kumbe Eva naye anawalia muda tu. Sasa ili kupoteza ushahidi, Eva akamfuata yule muuni mmoja, akampiga risasi ya kichwa, yani kulenga kabisa moja kwa moja. Yule mshikaji akawa amefariki. Yani wamefanya hivyo ili kufuta ushahidi tu, mshikaji asije akatoa siri. Huku Nadia yuko na Sam, anazidi kumpeleleza. Sam naye ikabidi tu amwambie kila kitu kinachomhusu Jerry mume wake. Akamwambia mumeo ni mtu mbaya sana, hatari sana kwenye hii nchi. Anaua watu, anateka watu na kujihusisha na madawa ya kulevya hapa nchini. Yani yeye ni maarufu, aliwatan ndo anafanya hizo kazi. Na mimi na dada yangu ni moja kati ya kikosi chake ambao huwa anatutumia kufanyia kazi zake hizo. Yani yule demu aliyokufa na yeye mwenyewe Sam, wote wapo kwenye kikosi kimoja. Huko kwa Jerry naye anapiga kelele tu kwa kupotea kwa madawa yake ya kulevya. Sasa ile anaondoka tu, Nadia naye anaingia. Akaingia hadi ofisini, kuingia tu kila mtu akashtuka tu. Si unajua Nadia ni polisi na kesi iko mikononi mwake, na huko ndani yuko mtuhumiwa mkuu ambaye ni Eva. Nadia akamuuliza Jerry, "Mbona kila mtu ameshtuka baada ya kuniona?" Jerry akasema, "Labda kwa sababu ya uzuri wako. Si unajua tena wewe ni peace kali. Una namba 8, kila kitu zipo." Nadia akasema, "Kuna kitu nataka kuongea na wewe Jerry." Jerry akasema, "Ungenipigia simu kabla hujaja, na kama ni matatizo ya kifamilia, mambo ya kifamilia, tutaongea nyumbani bwana, sio hapa." Nadia akasema, "Kwa hiyo nitaka mimi nije hapa ofisini, yani ofisi ya mume wangu, na bado nipige simu kwamba nataka kuja kweli?" Jerry akasema, "Sasa sikia, leo niko off mood, yani leo niko vibaya sana. Kama ni mambo ya kifamilia, nenda nyumbani, nikija tutaongea. Sasa hivi nina wageni." Nadia akawaangalia wageni wenyewe, akamcheki na Eva vizuri. Kisha akamuuliza Jerry, "Unamjua msichana anaitwa Eva Johnson?" Paka Eva mwenyewe akapigwa na butwa. Akashtuka, huyu ananiuliza na maana hanijui au makusudi? Jerry akasema, "Hapana, kwa nini unauliza?" Nadia akasema, "Kwa hiyo ufikirii kabisa hata kunisaidia ili niweze kumpata?" Jerry akamuuliza, "Kwa hiyo unamtafutaje mtu ambaye humjui? Una picha yake?" Nadia akasema, "Hapana, ila usijali, ni kazi yangu. Nakwambia Eva,
yalikuwa yanagonga yanarudi, yani yanagonga yanarudi. Mzee ameponea chupuchupu, aamini. Sasa leo Naja anapigiwa simu kuambiwa kuhusu zile pesa zilizopotea. Akaambiwa pesa ilichukuliwa na Joe na kuhamishwa kwenye akaunti fulani inayoenda kwa jina la Eva Johnson. Naja hakuamini, ikabidi ampigie Joe chapu na kumwambia Joe, asante sana kwa kuniumiza. Kumbe hujabadilika kwa chochote, bado na tabia yako ya wizi. Yani Naja anajua kwamba hizi pesa Joe ameiba, lakini Joe akawa anajitahidi sana kumwelewesha Naja, lakini Naja hakutaka kabisa kuelewa. Akasema tu, umeniumiza sana, lakini kwa sasa nitahakikisha na kukamata mwenyewe kwa mikono yangu. Yani mwenyewe nakuja kukukamata kwa sababu ya tabia yako ya wizi. Sasa Joe kafika hospitali kidogo, Naja naye anaingia. Joe akasema, kwa hiyo ndio umekuja kunikamata sio? Naja akashangaa nini kimetokea, maana kimcheki na mtoto yule ambaye ni rafiki yake yuko hospitali. Ikibidi aanze kuuliza nini kinaendelea. Mtoto akamuuliza Naja, umekuja kumkamata baba yangu? Naja akasema, hapana rafiki yangu. Joe akasema, huyo sio rafiki yako, huyo ni mwanao. Naja alishtuka. Joe ikabidi amwambie tu kila kitu, mpaka baba yake alivyohusika kumficha, mpaka kuambiwa kuwa Naja amekufa. Naja akauliza, kwa nini ukuniambia mpaka unakuja kuniambia muda ambao mwanangu anakaribia kufa? Kwa nini? Naja ikabidi amtingie baba yake mzee. Ile ameingia mzee anamuuliza, vipi? Mbona umekunja sura kama vile unataka kunimeza, kuna tatizo gani? Naja akasema, hivi ni kweli Divine ni mwanangu? Divine ni mwanangu wa kumzaa? Mzee akasema, umeshaambiwa ndio hivyo kama ulivyosikia. Naja akasema, aisee we mzee ni mnyama sana. Yani we ni mnyama sana, we ni monster. Yani tunakaa wote, kumbe una siri kubwa sana unanificha, tena ambayo inanihusu. Aisee we ni shetani kabisa. Yani unaniambia mwanangu amekufa, kumbe mwanangu yuko hai, kumbe ni uongo tu. Aisee Naja aliongea, yani aliongea, alitoa uchungu pale. Naja akasema, umesababisha hadi mtoto wangu anaumwa moyo kwa sababu yako. Kwa nini baba? Kwa nini? Naja akaona aondoke tu, maana kwa asili alizonazo kumpiga mwenyewe mzee hawezi. Kwa ikabidi tu aondoke. Huko hospitali daktari anasema mtoto pressure imepanda hadi 40. Hivyo anahitaji apate moyo haraka sana, la sivyo atakufa. Ikabidi waanze kufikiria sasa moyo wanautoa wapi. Na hii inawahusu wazazi wote wawili ambao hapo au ndugu. Sasa ndugu nani kama sio baba au mama waliopo hapo karibu wa kuweza kumwokoa huyo mtoto? Au ikishindikana basi mama mzaa mama na baba yake mama mzaa baba. Wataalamu wenyewe nadhani mtakuwa mnaelewa, yani zile damu zile zinaendana, ndio ambacho kinahitajika hapo. Sasa wakaanza kuwaza nani wa kutoa moyo kati ya Naja na Joe, maana ndio wazazi peke yake na wako maeneo ya karibu hapa. Naja akasema, chukueni moyo wangu. Kila mtu akashtuka, hadi daktari mwenyewe akashangaa. Daktari akasema, unasemaje wewe? Naja akarudia, chukueni moyo wangu mwekeni mtoto. Daktari akasema, wewe uko serious kweli? Naja akasema, unashangaa nini? Yani serious nini? Serious kwa mwanangu, chukua moyo wangu mwekeni mwanangu. Lakini ghafla mzee Kipala naye akaingia. Yani huyu ndo chanzo cha yote haya, huyu mzee huyu. Daktari akamwambia Naja, unajua ni mpaka ufe ndio tuweze kuhamisha. Naja akasema, analielewa hilo sana, yani kuhusu kufa wala hata msihangaike, nitajiua mwenyewe. Joe akasema, hivyo ni upendo au ni kichaa? Naja akasema, yani wewe niite vyovyote vile unavyotaka, niite vyovyote tu, niite vyovyote unavyotaka, ila huyu ni mwanangu, nitajiua mwenyewe kwa sababu yake. Unaambiwaje? Uchungu wa mwana anayeujua ni mama peke yake aliyeingia leba, sio wewe. Anayeujua uchungu ni mama. Uchungu wa mwana anaujua ni mama peke yake aliyeingia leba. Kwa hiyo uchungu uliokuwepo hapa hao wote hawauelewi. Uchungu anaujua Naja peke yake, ambaye amempoteza mwanae kwa kuambiwa kwamba eti amekufa, kumbe mwanae ni mzima.
Kuwa na uchungu hapo, uchungu ukichanganya na ule uchungu wa mimba, anaweza kaua mtu eti. Joe akasema wote tuna damu moja na damu zinaendana. Chukua tu moyo wangu mimi. Dokta akasema Joe, inabidi mkubali tukua. Kama mkishindikana, kubalini kwamba hamwezi kumuokoa mtoto, kubalini tumuageni, tukubalini tuafe. Sasa ikawa mashindano. Mama na baba wote wanataka kutoa moyo. Ila baadaye Naja bwana ikabidi ashinde tu huo mchezo. Akamwambia dokta, mimi niko tayari. Dokta akasema sawa, tujiandaeni kwa ajili ya upasuaji muda wote, kwa sababu hapa muda si mrefu roho zinatoka. Naja akatoka nje bwana kwenda kujiua, akaenda akachukua bunduki kisha akarudi ndani. Akaja kumwaga mwanae kwa mara ya mwisho. Ukisikia hii ogopa sana mzee. Laana ya mama mzee. Ukisikia mama anakupa laana, ogopa kama hizi. Yani yuko tayari kufa. Hakuna mama ambaye anakubali mtoto wake afe. Yani mtoto wake atangulia kufa wakati yeye bado yuko hai. Kila mama huwa anatamani na huwa anapenda na anaombea sana yeye hawahi kufa kabla mwanae hajafa. Yani hiyo ndio maombi ya kila wazazi. Kila mama anaombea hivyo. Ni uchungu sana mama unampoteza mtoto wako ambaye kabisa hata chumvi kazaa jala, alafu wewe bado kabisa ni mzima. Kwa nini? Unaona ni bora nife kwanza mimi, lakini mwanangu mzima. Hicho ndicho anaombaga siku zote wa mama. Naja akamwambia Joe, mimi niko tayari sasa. Huku mzee alimfuata dokta bwana. Akapima, yani akaona damu zinaendana bana. Mzee akasema sasa kwa kuwa mimi nimekula chumvi nyingi na damu zinaendana, chukua moyo wangu mwekee mtoto. Huku kwa wazazi wamekumbatiana, yani zile za mwisho, lakini mara wakasikia mlio wa bunduki. Kumbe bwana mzee alitoa mguu wa kuku akajilipua. Dokta akaja mbio akasema hamna haja kutoa, hamna haja kujiua, tayari babu yake ametoa moyo. Ikawa afadhali. Ila bora bwana mzee kaamua kujiua kwa sababu yeye ndio chanzo cha haya matatizo yote. Yani yeye ndio chanzo. Kwa hiyo amejijua tu. Unaambiwa Divine alipona baada ya kufanyiwa operation kubadilishwa moyo, wa kuwekewa moyo wa babu yake. Na Naja na mtoto wake wote akiwemo na Joe wakarudi kwenye maisha yao ya furaha na amani. Lakini kwa Prince Jerry alifungwa miaka 15 jela. Niambie huo mzigo umeuonaje? Umejifunza nini kwenye huo mzigo? Na mzigo gani mwingine wa zamani ambao unajua kabisa ulihiti sana na unatamani tupite nao? Niandikie kwenye comment hapo, nitasoma comment yako. Mimi naitwa Kingson, ni cheki WhatsApp kwa namba hapo pembeni au jiunge na group channel yetu ya WhatsApp. Nimekuwekea linki hapo kwenye comment. Usisahau kusubscribe, tukutane kwenye mzigo unaofuata. Lakini niambie mzigo gani wa Nigeria au Ghana ambao ulihiti na kusumbua sana zamani ungetamani tufanyie recap. Mimi niko hapa kwa ajili yenu. Asanteni sana kwa kuendelea kusubscribe na vichupa vikali vinaendelea kuja. Hakikisha hautoki karibu. Kama hujasubscribe hakikisha una subscribe kwa sababu hii channel ya moto sana mzee. Tukutane tena next time. If you love me, yeah.